That is our topic today. When God has decided, when God decides. So the Lord said, for how long will you grieve over Saul? I have rejected him from being king over Israel. Fill your horn with oil and set out. So what is the solution here? Is to fill your horn and set out. To fill your horn is to be decisive. Make decisions. Do it as it is supposed to be done. Make a direct move. Do it. Don't hesitate, because whatever that is an obstruction in your life was rejected long time ago. Whatever that has been always an impediment to what we are supposed to be doing was rejected long time ago. It is not existing. It is not working. It is not an animal that you think. It is not a dog that you've been running away from. It is not a snake that you've been running away from. It is not in existence. So, fill your horn with oil. Fill your heart. Change your ways of doing things. Change your ways of walking. Change your ways of making things work. Don't continue crying that we don't have this. We don't have this. This has been kept. This has been doing this. This has... No way. You must change from how you think, how you look at things, how you make things work, how things stand in for you. Because whatever ambayo umekuwa ukifikiria ndio adui, hayuko. Alishaondolewa na Mungu kitambo. Hiyo unasema ati mimi hasina pesa, sina nini, hicho kitu kiliondolewa kitambo. It was removed from you long time ago. It is not a factor in your life. It is not a factor in what you are doing. It is not a factor in your family. It is not a factor in your business. It's not a factor in whatever that is happening around you. It is not a factor. Wewe tu ni kufika kwa sababu uliuziwa uoga kitambo, umeishi kutembea na huo uoga. That is why you have no material, you have no nothing. You are not prepared to move forward. You are not prepared to do anything. You are not prepared to stand. You are not prepared to work. You are not prepared to be. Why? Because you are told, ukiingia hiyo nyumba kuna kinyoka kikubwa, kuna mnyama mkubwa. Sasa unakaa kule nje, mlango umefungwa kwa sababu unaogopa kule ndani kuna kitu kibaya kitakula wewe, maana uliambiwa huko ndani kuna mnyama wanakulaga watu. Kwa hivyo umeishi kule mlangoni ukililia Mungu, lakini kumbe Mungu alimuondoa ule mnyama kitambo kupitia kwa dirisha na akaondoka. But because you don't know that this happened, you don't discern. You don't have the capacity to know. This is the problem. That is why tuko kwenye shida hiyo. Tuko kwenye shida nyingi kwa sababu shida ambayo tunaipitia, it is an imaginary challenge. It is not existing. But because you are told by uliambiwa na Koki, ukaambiwa atukipitia hapo kajia. Kwa sababu Koki kuna siku aliona kuna mtu alikuwa anapita, nako kanyoka kalikuwa kanapita kagirini maba kakauma mtu. Sasa forever mnasemekana hiyo barabara ni ya nini? Ni ya manyoka. But it was one day. Na ilipita na ikaondoka. But from then hakuna mtu anaigiaga ati ukigera hakuna na manyoka. Kuna nyoka kweli? Hakuna. Why? Now you have left to be grieving. Unalianga, munalia. Hii kanisa tumekuwa tukilia, tunalia. Watu hapa kanisani wanaliaga poverty. Why? 90% ya haya mko hapa mumekuwa mkilia poverty. Kinyinyi hapa, nyinyi 90%. Apostle, ni kubaya sana, niombe. Apostle, ni kubaya, mambo imekauka, imekuwa gumu. Apostle, mambo imekuwa. Why? Why are you crying? Na nyinyi ndio mnakujanga kanisani number 1 hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello? Why are you crying? Kwani Mungu wetu si Mungu? Mungu wetu hatusikii?
Mungu wetu hatujui? And why are you crying? Poverty. Why do you cry poverty? Why do you cry ati nyumba imefungwa? Why do you cry hauna chakula? Why do you cry watoto wamefukuzwa? Why do you cry ati nilikosa fare? Imagine ati tumefika level ati nilikosa fare ya kukuja, nikiitana Kenya, nikiitana Oka, direte ile gari, nilikoja time ya gari, nilikaa town mpaka saa 3 usiku ndio fare iteremke, kwa sababu fare ni 100. Sasa nilikaa mpaka saa 3 usiku ndio fare iteremke ikuje 60. Are you in your normal head? We kichwa yako ni mzuri kweli? Yeah? Ati Are you normal? Hiyo kitu umekalia ni ya pesa ngapi? Ndio ukuje uikalie ungoje saa 3 ifike ndio uende fare iteremke. Umekalia kiti ya kuteremka ama ni kiti ya juu? Yeah? Umekalia plastic ama kiti expensive? If you cannot bring yourself to the level of the church you are in, to the level of where you are seated, to the level of the kind of people you are around with, you are still crying atureterera ithatũ cio tuku nigetha fare ikoroke, nigetha uhota kuinuka. That is total madness. Wewe umerogwa. Muulize mwenzako kama ni wewe. Muulize ni wewe. Muulize tu ni wewe wetagerera fare ikoroke. Muulize na lugha yako tu. Mwambie usishonoke. But this is a problem. For how long will you grieve over Saul? And I have rejected him. Why do you allow yourself? Na tuko na brains. I can see bright people here. Very brainy people. But you come crying here ati hauna fare. Ati nyumba inaenda kufungwa. Ati mtoto hasomi. Hello. No. Do I myself, akili yangu mnaona ikiwa mzuri? Yeah? Iko juu. Level gani? Na yako imekosa kukibisana na yako kwa nini? Because a mentor in your life, I'm supposed to mentor you. And I don't mentor what I don't have. I mentor what I have. I will release an impartation to you of what I have. That is why you need to rub shoulders. When you rub shoulders with the kings, you become a king because you will eat with them. Sindio? So if I am your king, let me say now, because my brain ziko juu, it means I am your king. You should also be the same. Mimi mtoto wangu nimempeleka shule, nikiona kisomo hakiingii kwa sababu niko na kisomo. Najua kama sina kisomo, siwezi kumpush asome. Si ndio? Siwezi kwa sababu nampush aende wapi? Nampush afanye nini chenye sijui? Ninapush mtoto wangu kwa sababu nilisoma. Na mimi nataka kuwe kama mimi na zaidi. Kama niko na degree 1 apate degree 2. Kama mimi nilisomea shule ya day, asomea shule ya boarding na shule nzuri. Kwa nini? Kwa sababu niko na uwezo huo. Na ningetaka huyu mtoto akuwe na uwezo mkubwa kuniliko. That is the beauty of having a father who cares. That's the beauty of having a mother who cares. For me, I have the anointing. The anointing yangu niko nayo na watoto wangu ni nani? Watoto wangu ni nani? Yes. So ni mimi mtoto ule nimezaa, nimempeleka shule nzuri ndio akue mkubwa kuniliko, aende mbele yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akue ani-exceed. Nyinyi ni watoto wangu na bado mnalia, hamunisaidii kuniongezea maarifa, because mimi naonanga nikienda kwa nyumbani Kajeroge Kagu na Kabiaga, hebu niwekee, nachukua simu yangu niwekee hii. Kwa nini? Si eti sijui, lakini namtest nione brain yake imefika wapi.
Ndio kama kuna kitu anahitaji injection, nimpatie. Na unakuta akoko anafanya haraka haraka, anakwambia hata hapa dadi kuna kitu kingine unaweza weka, hii inaweza kusaidia simu yako. Why? Because una build mtoto yako the capacity akue juu yako. Sasa mkikuwa chini yangu sasa, kesho mko chini yangu, kesho kitu mko chini, na mnaona ndevu zimemea na nilikuwa sijamea ndevu. Nywele kipara imekuwa ndio hiyo, mpaka kipara imeanza kukua ya white badala ikiendelea kuwa na gozi. Kwa nini? Ni kuzeeka na zeeka. Nyinyi watoto wangu ni mko wapi? What position? Kama nitakuja kusema kanisa haijaoshwa at this time and age, what does that mean to me? Am I heading somewhere? I'm not even pulling me back. I have no future. Any parent that does not make the children, watoto wake wakue, he does not have a future. When you suppress your children, when you bring down your children, when you don't allow them, you don't push them up, you are killing yourself. You don't have a future. Ningependa siku moja nikae pale chini nisikilize neno ambalo limetokana na watoto wangu. Nisikilize neno kihubiri mpaka nasema, oh my daughter, I bless you. Nasimama nasema, my daughter, I bless you. Why? Because I've seen whatever an impartation, whatever I did, it is working. Lakini nikiendelea kukaa na wanafunzi from January to January, hata ka practical, there is no practical, then I am killing myself, I have killed you. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kukuja kukaa hapa, you don't waste your time sitting here. Tunakuja kusikiliza pastor. No, let me tell you one thing. Yes, I am a pastor today. I want you to be my pastor tomorrow. I am a pastor today because I have not released the impartation to you today. But kufika kesho, you need to be doing exactly what I'm doing. Si kukuja kukalia viti hapa. Hizi viti ziko na watu wengine wanataka kukalia. Ni ukuje nikulee, usimame, ushike microphone na mimi nikae chini, nifundishwe na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the beauty of a father. That is the happiness of a father. That's the happiness any mentor will desire, to have children ambao sasa ndio wanamuongoza. Lakini sio mimi nimekulea, kesho bado mimi ndio nakwambia fagia hapa, jenga hapa, tafuta mafundi, tafuta hii, huko nini, hiyo carpet ijakaa mzuri. No, it means chochote ambacho nafundisha, either ni mimi sijui kufundisha, ama ninao wafundisha hawajielewi, hawana masikio ya kusikia. I cannot work with you for 1 year and you can, until that time you are unable to do anything, one thing that I have told you. Ama kunayo? Yeah? I say, ati leo kusanya watu wa kuomba waombe. Iteni watu wa praise and worship, na leo mtavaa green na mtavaa yellow, alafu mtasimama hivi. Asha, unaambia Asha, kuja, utashika mtu hivi. Akianguka, muanguke na yeye hivi. It means there is something wrong. Either mimi I'm wrong or you are wrong. One of us, kuna mtu ambaye ako wrong. Bwana asifiwe sana. Either language yangu ndio hamu understand, ama muna understand lakini mnashindwa kuinterpret, ama muna understand lakini you are just ignorant. Hello, you're just ignorant. Bwana asifiwe sana. No, nyita microphone kujiria. Na mahonoke. Nolea kunyita microphone nike. Kumarire wokire guku ri, ni kawira kari kuruta guku kanitha-ini. Udana kuja. Ugeka ate guku, nikiweka guku, tugithie karaga na kuja. Aise. Kwingine nilikuwa naongea na mtu mwingine hapa, akaniambia alikuwa kanisa ingine, na
akaniambia huko protocol, alikuwa ananiambia protocol ya huko ni kali sana, hata kuona pasta ni ngumu. Sasa hapa tunashindana na wewe tukikuzana, hata unakuwa umeinama tu hapa, hata nikipita mimi ndio kuondokea udiende hivi bado, kwa sababu you don't care. Bwana Yesu asifiwe sana. Naongea tu na wewe umekaa tu no respect at all. You cannot benefit from the anointing you don't respect. You can never. How to harvest anything? You will never. And I might not openly curse you, but I'll be carrying a curse wherever I move around you. Mahali popote utakuwa, nitakuwa na kuachia tu curse. Kwa nini? Wewe mwenyewe hauheshimu mafuta. Sio mimi kosa kuniheshimu, lakini kuna kitu Mungu ameniweka. Hiyo kitu ndio ilifanya ukuje hapa. Sio sura yangu mzuri. Mimi sina sura mzuri kama wewe. Lakini kuna kitu Mungu aliweka ndani yangu. Na hiyo kitu ndio ilifanya ukuje wapi? Hapa. Kwa sababu mimi sina sura mzuri na hata jina yangu si mzuri. Si watu wewe unaambia watu unaenda kanisa wapi? Tunasema unaenda kanisa ingine hapo town ya wazungu wa Korea. Ndio usiseme unaenda kwa nani? Ndugu zako wanajua kule unakujaga. Au walikuona kwa TV wakutaniko kuuradhi ile. Now you have set out. Mao nimeweka rohia yangu with mafuta. Now I have set out. You also set out. Perfect what God has told you to come and do. Perfect the will of God so that we can have a good perspective of what we are supposed to do. So that we can have a continuous and a growing church that is of good quality and a heavenly bound church. Kwa sababu I know most of you ni wachache sana wameokokea hapa. Most of you mmekuja kutoka from other churches. Meaning kuna venye mlifanya huko kwa hizo kanisa, sasa mnataka kutransfer hiyo hapa. I'm telling you, this one will not be transferable here. Whatever ulitoa fame, ubakishe ukiwache fame. This church is not just usikuje hapa tu kwa sababu you come here to tap the anointing ati wekelewa mkono. No. For you to be blessed is a full system from discipline, how you do things, your performances, how do you volunteer, how do you serve God. It's all about serving God. It's not about serving the man of God. It's not about being seen in the church, a busybody. You are moving up and down, doing everything, and you are doing nothing. And you have got whatever that you are doing has got no relationship with God. My dear friend, you are wasting your time here. Kama your primary factor, you are working here, you've been appreciated, na shilingi 10, shilingi 15, shilingi 20. If your primary intention of you being here ni kulipwa pesa, then you are in the wrong place. God will always appreciate. God will always appreciate you. If you do his will and you be in the will of God, God will never forsake you nor leave you. He will appreciate you. He will walk with you. He will be a blessing. But if you start here, ati nimekuja kulipwa kanisani, ati mwisho wa mwezi lazima nipatiwe pesa, you have lost it completely. Umepoteza. You will be poor. Utalipwa 100,000 but you will still be poor. Very poor indeed. Very poor and miserable. And you lose the favor of God in any field. Utakuta kile kitu ulikuwa unakipata kwa urahisi kimepotea, because you have commercialized God. God knows how to appreciate. So God knows how to bless. God knows how to appreciate you. Remove the notion ya kuja kufanya kazi kanisani ulipwe. Kuja kanisani, fanyia Mungu kazi. He knows how to compensate you. He knows how to do it. He will never forsake nor leave you. Don't put yourself into a limitation. Ati mimi nitakuwa nikilipwa 5,000. Is the work of this church 5,000? Really? It is not. When you put a limitation,
Na unaambia Mungu mimi natoshelea kwenye shilingi 5,000. I'm telling you that is where you have limited yourself. And you will operate from that 5,000. Na uta struggle. Maana that is a benchmark umeweka na umemwambia Mungu mimi ni wa 5,000. And that will remain like so. To change that position you will cry. Because you made it. Maana hiyo ndio ile kioneki uliandika na demonene. But if you come and tell God, I want to serve you. I'm telling you, I spend my time here. I spend my sleeps here. If it is not here, nalala kwa kichaka, Ngong Hills. Nimetengeneza sleeping bag ya karatasi ya nylon. Naidaka naigia. Nimechimba Mugu huko Ngong. Bahari natengeneza mahali pa kulalanga. I spend my time with God. And I spend my time here. Nikipanga kazi ya Mungu. Ama nikiwa kumulima nikililia Mungu. Nikiwa kwangu kwa nyumba, I have a nice bed. A very expensive bed. Very expensive. It is a very. But the time in a month. Hiyo kitanda na ilalianga either once or twice in a month. Nalalanga kwa huko. Ngong. Mahali unasikia kama umelala unasikia hiyo ni nyoka imeteremka. Unasikia kidogo usiku. Kama Saturday usiku nilikuwa nini? Friday usiku nilisikia Thursday. Zinapita kama 8 zinakuja zinaangalia karatasi hivi zinaenda. Athirisi ziliona zikaona ni kimawe. Maana taarifa hazikusikia. Lakini kitanda yangu is the best. Mattress yangu ni doctor's mattress. Wangapi wanalaliaga doctor's mattress? Doctor's mattress. But I don't have the privilege ya kulalia hiyo kitanda. Sina. I tried, imekosekana. But I'm always in this sanctuary. If not in this sanctuary, nimekuwa juzi mwimina, nilikuwa Mount Kenya, uko juu kwa mlima, kwenye kibaridi kina kukausha, unaongea unasikia mdomo wako umekataa. My company, hakuna hata moja. Juzi hiyo 6 months, the last time I went, nilienda ya town, nikaenda nikaambia nimekuja. Msichana wa reception secretary aliniambia, boss, with all due respect, hatukuhitaji hapa. When you come here, tunapataga hasara. Ndivyo aliniambia. When you come here, tunafanyanga nini? Tunapatanga hasara. Akaniambia, where do this? Rudi kule kwa ile kazi ulipatiwa na Mungu. We are taking care of here. Because God has taken care of my business because I have taken care of his businesses. So if you take care of God's business, now I take care of your life and everything you do. You will not struggle. Just try and do what God has instructed you to do. Mambo itafunguka, milango itafunguka. Bwana asifiwe sana. Hawezi kuwekea Mungu umwandikia ati kioneki yangu nataka nikwe nikilipo kazi ya kanisa shilingi 5,000. You have killed yourself. You have killed your dreams. Surrender and do the will of God. God is not deaf. God is not blind. He will do it something. He will cause me. Nakutaka kuna siku moja Monday nikiwa nimepumzika kwa nyumbani, nasikiaga sauti inakuja. Kaa kidogo nasikia sauti. Dong dong ding. Kuangalia, ninaona 100,000 imefika kwa simu. Sasa naanza kuipagia. Sasa unajua hii si ya kanisa, haikukuja kwa njia ya kanisa, imekuja kwa njia ya simu yangu, meaning ni yangu. Sababu ya njia ya kanisa kuna venye inakujaga. Sasa naanza kuipagia, nitanunua kasuti, napaga, nitanunua kakiatu, napaga. In another 30 minutes, mama fulani anapiga, hello, mutu wa Ngai, nyendaigua mwathani ajereria tu ngwaririe. Akwira atia? Ni mai ciana ciakwa cie mucie, na ndi murwaru ndi Kenyatta, na matire gya kuria na nyumba nirahingirwo. Riu ukwenda atia? Ndakuhoya tu ndungata ya Ngai undeithie na shilingi 10,000 tu. Na mimi nitakupigia after 30 minutes.
Hata kabla nimalize 30 minutes nasikia sauti naambia mtumie. Natuma hiyo. Kaka kidogo nasikia dukata yaka hii. Nasikia ingine 20 naenda. Kwenda kukaa kidogo. Dukata yaka hii. By the end of the day, the whole 100,000 inaenda. Na nikijaribu kuibana na wewe, nasikia sauti, hiyo pesa nilikutumia ni ya huyo mama. Kama kidogo, hiyo pesa nilikutumia ni ya huyo baba. Bwana Yesu, alafu nakumbushwa uko na watoto kanisani, unaona natumia David. David nilikutumia pesa. Ukorogo ujetie yake. You've never asked for money. Lakini Bwana ananiambia tumia David 5,000. Namtumia. Tumia Shiko 2,000. Namtumia. Tumia, si juzi nilikutumia pesa. Sasa wataanza kusema hiyo anayata magero pesa. Na hata amto magero yake. Mimi niliambiwa na Mungu mtumie shilingi 3,000. Mimi hata sikuagi na namba yake. Niliuliza, nilienda kwa hii kitu nani niliuliza, nani nilipigia simu nikamwambia ule napatia namba ya ule mama Mkolino mwe baba hivi ni wewe nilipiga. Kwa sababu niliambiwa mtumie pesa. Na hiyo pesa nilikuwa na haja ya shilingi 10,000 na sikaingia 10,000, lakini hizo zote sikukula hata dururu zote niliambiwa tumana. Simena zimekuja. Sasa wewe unakaa hapa umekauka kama mnubi. Serve God. He will open doors for you. He will do it. Atakujaribu. Hiyo ni pesa naletea yako mingi. Ina wiki napatanga over 1 million. Na hivyo zinaenda. Si wiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu akikuja na kuja unakaa ile mahitaji yote ulikuwa unataka unaona anakuletea, anakupatia. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what I want this church to be. Are you getting me? Kama niko na akili mkue na akili. Kama sina akili mkae bila akili. Wakati unajua mimi sina akili, na mkono juu. Wakati unajua niko na akili mzuri. Akili zinaweza kutengeneza stima ya Kenya. Yes. Kama ninaweza kubumburusha Kenya mzima nikiwa peke yangu hivi na digira wa dola, Kenya mzima inawaka moto mpaka Ruto anafuta watu. Sasa ni nyinyi tu mnanisumbua hapa. Kama hamtakuwa na akili mkwede. Fill your horn with oil and set out. Ekira rohia rwaku maguta na umagare. God will direct you. Anasema I will send you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided for myself a king among his sons. God has provided himself a king amongst you. In your life, God has created a job for you. In your life, God has created an opportunity for you. In your life, God has given you something to do. God has preserved things. He's saying, I have, God is saying, I have provided for myself a king in his son. Jesse hakuwa anajua. Jesse didn't know that one of his sons is a king. He didn't know. Yeye alizaa tu. Na akapeleka watoto wakafanya architecture. Wengine wakafanya engineering. Wengine wakafanya whatever they want to do. Wengine wakakuwa madokta. But he never knew kwake kuna mafuta. Ati kuna mtu anaitwa Samueli alizaliwa kwa sababu ya mtoto wake mmoja. Kuna kampuni imeandikwa pale imetengenezwa because of you. Kuna biashara iko mahali because of you. Kuna kitu kiko mahali because of you. It was created because God created you. They say, I have provided myself a king among his sons. So he never knew. And when he went there, Samuel akamuuliza Jesse, leta watoto wako, nataka kuwamwagilia mafuta. Baba alileta vitoto vyake vyote. Alileta vitoto vyote. Vikawekwa pale. Mungu akasema mimi si hapo, hasiyuko. I am not there. Akaleta mwingine, Mungu akamwambia I'm not there. Akaleta mwingine, Mungu akamwambia I'm not there. Seek ye the kingdom
and all other things will be added unto you. Because God knew where the king is. But the father ambaye alimzaa never knew where the king is. Even the prophet never knew where the king is. God has his own provisions. God has his own plans. And he had the plan. He had the arrangement. And the plan was David. And this David was in the bush. Samuel said, how can I go? If Saul hears of it, he will kill me. And the Lord said, take a heifer with you and say, I have come to sacrifice to the Lord. So fear is the main problem you are facing. You are poor because you have fear in you. And the fear comes from who? The devil himself. Fear is the purpose and the plan of the devil to destroy you. That is why you cannot make a decisive decision, because you fear to fail. You fear not to make a decision. You fear not to make a way forward. You fear not to say it. Ati wanakuogopaga. Mimi wananiogopa aje? Kwa nini? Unaogopa mtu ambaye unamuita spiritual father? What kind of a spiritual father is that you fear? You give me respect, you don't fear me. Nipatie heshima, si kuniogopa. Mimi ni shetani? Unaniogopa mimi ni shetani? Uoga ni ya nani? Uoga ni ya nani? Mimi ni wa shetani? Am I the devil? Ndio uniogope? Nipatie heshima ya mafuta ambayo Mungu amenipatia. Ingine kuja, you are a human of God. You are a human of God. You are a man of God. Fear. It is the enemy of your progress. Fear is the enemy of your success. Fear is the enemy of your way forward. Lakini usikuje kunitafuta kuniletea mshene ya watu. Kuja na kitu na niambia this is a project. Hii project tukitengeneza itatengeneza pesa kwa kanisa. Hapa tukiwa hapa, anything that is here. Si project venye tutajirika, project venye kanisa itainuka, venye kanisa itakuwa na pesa mingi, venye kanisa watu wa kanisa watakuwa hivi, venye kanisa, yani how can we make our church the best of the best? I want this church to be the best. Yani mpaka serikali inakuja kusoma mfano mzuri wa kanisa nzuri iliyopangika. That is what watu wanakuja kufanya benchmarking. Kuna watu wameniandikia barua kanisa fulani, they want to come and benchmark waone our ushering. Ati wanataka kwenda kuweka bench na ushering yetu. Nimestuka. Nimeambia wacha niongee na board ndio wanipatie date. Wanataka kuja kufanya benchmarking, kuona kanisa, kuona venye imepakwa rangi, kuona leadership, kuona kila kitu, yani ndio waende wafanye venye. Why have you, yani wananiambia we want to come and see what is this that you are doing that is making you so successful. Yani kule nje we are so successful. Iki hapa mahubiri yote ya leo nimehubiri ni kupiga makelele tu, niko complain about the successful people. Lilian, but very successful people out there. Kukipangwa the best churches, one in amongst the 50 best churches in the country, tutakuwa hapo. Lakini ingia kwa nyumba sasa. Utakutana kwa Mamoiko, utakutana na Suya, utakutana na watu wamelala kama hawa. Lazima atakuja kukuuliza, tokuga gate hau. Na alikuwa amelala. Lakini ni Eli anafuruta. Si ndio? Tusimame kwa miguu yetu. Thank you.